Uongo. Si hapo inaonekana ya Tanzania. Huyu naye mbea huyu. Anataka kuona kabisa. Sasa mimi nitauliza wataenda kununua au ende kununua mago kinunua nazo mbili. Kama ni blue mbili. Kama shehe wangu kila siku naongea. Kama huna hela mwanamke mzuri utamuita shemeji. Haya ndo mazoea waliozoea Simba. Sasa ngoja, hapa anaitwa shemeji nani? Niambie Simba akatoa jezi zake. Sema Simba akapasha kipolo. Kile ni kipolo kimepasha. Njoo nipokee. Begi unaotakiwa kubeba linatakiwa lisizidi. Sikiliza sasa. Linatakiwa lisizidi kilo 23. Nimebeba nguo mbili tu. Tulitoka kama manzali Yanga. Sisi tulivalishwa mpaka jezi nyeupe, tulishindwa kwa vile Yanga yako unavaa. Sasa hivi tumerudi kwenye asili. Yaani, ukitoka hapa mpaka Kariakoo ukimwona mtu kavaa zile zilizozinduliwa. Hapa kuna mokola na kuja 10,000. Mimi najua kuna watu wanaumia. Wengi. Ila anaumia mimi mdomo wangu ndo unanipeleka station. Yamekuwa mengi watu hawataki kuamini kama leo unapanda mwewe. Ila mimi nawaambia mimi napanda ndege Air Tanzania. Mimi ndo nomkubali kuliko Sheria Ngoi. We. Nakwambia tena kama sisi tungeendelea na Sheria Ngoi mpaka leo tungekuwa tatu shavaa blouse. Kama ulikuwa hujaiona jezi ya Yanga njano au orange? Njano. Njano. Mbona kwa kunyuma kama kuna orange nyingi? Sema umependeza. Afu material kali sasa. Kwanza umwili nyesi, mwili unaona mwili wa kuvaa nguo. Tatizo hilo kusifia kidogo tu imekuwa tatizo. Usifia, kuna mwili wa nguo na kuna mwili ukivaa nguo kama umeegesha. Mbona unanyosha kule kama ukivaa nguo kama umeegesha? Nani yule kaegesha yule? Nazungumza tu. Kuna mili ya nguo. Miraji mara moja ndugu yangu anajua kuna mili ya nguo ukivaa nguo inakaa. Kuna mili nguo ukiweka haipendezi. Shemeji unachungulia nini sasa? Naendelea bwana. Na solo hii jezi kali bwana. Kwema lakini? Kwema mimi namshukuru Mwenyezi Mungu kwanza kufika siku ya leo. Na pili kwanza namshukuru tajiri yangu kaja kuleta maneno mengi station. Yamekuwa mengi watu hawataki kuamini kama leo unapanda mwewe. Ila mimi nawaambia mimi napanda ndege Air Tanzania. Sasa si tuonyeshe kabisa tuyamalize hapa. Yule aliyekuwa anabisha siasogee aje? Fungua. Nani ambaye alikuwa aamini kama anasoa la banda mwewe? Tiko moja ziko mbili. Tulia. Hii hapa. Nafikiri inajieleza tu. Uongo. Si hapo inaonekana ya Tanzania. Huyu naye mbea huyu. Anataka kuona kabisa. Oya nasoe. Leo mwanangu unaondoka na Air Tanzania. Asubuhi. Saa 4 kamili inabidi niwe airport. Manake saa 6 unaondoka. Saa 6 naondoka. Saa 7 kasoro ushatua tayari. Ushafika huko. Na solo mimi najua kuna watu wanaumia. Wengi. Ila anaumia mimi mdomo wangu ndo unanipeleka. Tantalira. Kuna watu wanasema panatukana sijui nini. Njoo hapa angalie wewe ndio uko na bisha. Lakini mdomo ndio unakuruhusu uole wako uchane. Hizi bwana, hizo nini? Hizi tiketi zimetumwa mbili. Moja ya Chembela, moja ya huyu bwana mkubwa. Huyu hana uwezo wa kununua tiketi ya ndege. Hizi zimetumwa kutoka Geita. Sawa. Na solo, hebu tutaje kabisa. Tunapelekwa Zanzibar na nani? Kwanza nimwambie kitu kimoja. Kila siku mimi ninavyoongea hapa, mimi namtaja tajiri. Ni kweli kila siku. Au simtaji tajiri? Watajie bwana. Kila siku mimi namtaja tajiri. Ndio. Tajiri ambaye hana maneno. Hana tantalira. Hana longolongo. Kuna mtu mmoja anaitwa Bidadi. Mbeya Chunya. Migodini. Huyo ndo tajiri wa mpira. Ndio. Susha mimi nazungumzia tajiri wa mpira. Sizungumzii tajiri wa kelele. Kuna tajiri wa kelele. Kuna matajiri wa kelele, kuna matajiri wa ahadi hazitimii. Ndio. Ila huyu mwamba hana maneno. Kinyoosha imenyooka. Imenyosha na wala wewe uweze kumsikia sio anaongea wapi sio wapi. Kimya wenye hela hawapigi kelele. Kwa ya Tanzania pale Zanzibar ni karibu. Hata kusinzia usinzie. Lakini nimeenjoy. Enjoy wanangu. Karibu pale. Mawimbo ya enjoy. Bwana hem tuzungumze kitu kimoja usinisaulishe. Mtani katoa jezi zake. Wewe baada ya kusemwa sana kwamba sijui kiroba cha sukari, mwingine akasema tikiti maji, katoa jezi yake mtani wako umeiona? Usiniambie Simba katoa jezi zake. Sema Simba akapasha kipolo. Kile ni kipolo kimepashwa. Usiseme Simba kazindua jezi. Ndio. Sema Simba akapasha kipolo. Maana ni yale. Maana ya kuzindua jezi. Yaani mtu anakwenda anatoa jezi zingine tofauti na zile ambazo mnazifahamu. Ndio tunavyofahamu miaka yote. Sasa ukiniambia mtu jezi zile za kuchezea ligi ambazo zimedoda
Sawa, kaenda kubadilisha wadhamini, alafu anakuja kuuza tena, unaniambia Simba kazindua jezi. Kumbe zimedoda zile. Walituambia zije zetu mbaya. Wewe umeona sisi tumepasha kipolo? Hamna, mmetoa kitu kipya. Wao mzuri, kipolo kimeenda kupashwa. Au ndo design imeishia pale? Shehe wangu kila siku naongea, kama huna hela mwanamke mzuri utamuita shemeji. Haya ndo mazoea waliozoea Simba. Sasa ngoja, hapa anaitwa shemeji nani sasa? Kwani shemeji kila siku si anavaa ile ile? Sasa wewe wao ni ile. Sasa mimi nitauliza wataenda kununua waende kununua mago kinunua nazo mbili. Kama ni blue ni blue mbili. Kama blue itakuwa blue mbili, kama nyekundu mbili. Lakini kitambaa ndo kile. Swali je, ndo yule. Sawa. Watanunua. Kila mtu na akili yake. Akili ya kuambiwa changanya na yako. Kwani huko mlikoambiwa, kwani imekuaje? Najua nyewe mnazo za ndani. Imekuaje? Ndio mzigo umenula. Hani mzigo tuliouza faida haijarudi. Mpaka uishe ndio utazindua zingine. Kama tutakuwepo kwenye mashindano. Kama tutakuwepo utazindua. Kama hatujakuwepo tutaenda kununua zile. Inawezekana robo finali kama jezi zake. Labda. Lakini umezionaje? Lakini Mokola imetulia hapa. Sasa nione nini na kati jezi ni zile. Hujaona chochote? Walichobakia waongelee jezi za Yanga. Sisi tumevaa tayari tunatoka. Tumekula mpalo, wao watavaa zile. Wakapige deki. Lakini kwani kuna ubaya? Si nimeambiwa kwamba wameingia kwenye mfumo mpya kama Arsenal, Barcelona, jezi moja msimu wote. Babu. Mimi tena. Nagamba na kurudia tena. Hani mtu hakikwama, hakosi sababu. Hawa washakwama. Hizi ni sababu tu wanatafuta kichaka cha kwenda kujifichia. Ndio. Wewe kusikia Simba wamezindua mara moja jezi? Hapana, haijai kutokea. Kwa nini? Mimi sijaelewa mpaka leo. Yaani unavyoona sije. Na kwa nini zilichelewa kama ni zile? Zile kwanza walisubiri Yanga watoe. Sawa, halafu kuna baadhi ya watu walishwa maneno ya kuja kuongea. Kwa hiyo ilikuwa seminar inaendelea. Seminar. Kwa hiyo seminar sasa hivi tayari ishakubali. Sasa watatoka mitaani kuja kuzitetea. Ila sijui. Sisi tunawaambia. Sisi tunaendelea kuvaa. Na ikitokea mashindano mengine, mimi namjua tajiri anaenda kutoa jezi nyingine. Ikitokea mengine, atatoa jezi nyingine. Ila kwa designer wenu huyu. Sasa designer huyu, mimi ndo nomkubali kuliko Sheria Ngoi. We. Nakwambia tena, kama sisi tungeendelea na Sheria Ngoi, mpaka leo tungekuwa tatu shavaa blouse. Yaani kwamba mngeendelea na Sheria Ngoi mngevaa blouse? Nakwambia tena, kama sisi Yanga tungeendelea na Sheria Ngoi mpaka leo, tungevaa blouse. Sababu tulishatoka mpaka kwenye mandhari ya Yanga. Mkaanza kuvaa vitenge au? Tulitoka kama mandhari ya Yanga. Sisi tulivalishwa mpaka jezi nyeupe, tulishindwa kwa vile Yanga yako unavaa. Sasa hivi tumerudi kwenye asili yetu. Watu bado wanaongea. Wewe ulikuwa unaumia na ile nyeupe. Sasa utafanyaje? Na kadi tayari ishatolewa. Sasa mbona kuniambia? Na jezi ipo nyumbani kwako. Utafanya nini sasa? Itabidi ununue. Ungeacha kununua hata zile mbili. Kwa kumbe mlikuwa mna mind zile rangi anavyobadilisha. Tulikuwa tunaumia. Hilo tunashindwa kuongea. Sasa huyu anakufurahisha nini? Rangi uone ya nyumbani? Hii rangi. Mbona kama orange hivi? Auoni rangi ya nyumbani? Mimi nimekuuliza swali, auoni rangi ya nyumbani? Rangi ya nyumbani ipi? Zote alitoa awamu ya kwanza rangi ya nyumbani, kaja kutoa vile rangi asili ya Yanga Afrika. Hiyo logo imetulia mfumo wake. Sio mchezo. Sema sasa ni shida ni kwamba ukichukua jezi za njano za misimu 5 za wanayanga ukawasimamisha pale kama timu tofauti. Ndio maana nikakwambia. Mimi kama mimi nilifurahi Sheria Ngoi kuondoka. Wewe. Mimi kama mimi. Kuna jezi za Sheria Ngoi zilikuwa balaa zile. Balaa wapi na kati tuliondoka kwenye mandhari ya Yanga? Sisi tulivaa jezi nyeupe hapa, tulivaa jezi rangi haijulikani. Mimi nakwambia kama Sheria Ngoi angekuwepo mpaka leo, sisi tungevaa blouse. Mngevaa blouse? Tungevaa blouse. Kwa kumbe mmemfukuza msivae blouse. Sasa hivi sisi tunaenda kwenye mandhari ya Yanga Afrika. Tunamshukuru. Aendelee. Jezi za Simba mpya. Jezi mpya, jezi wamezindua kipolo. Zile jezi. Wewe usiseme Simba wana jezi mpya. Sema Simba wamezindua kipolo. Kwa hiyo umepasha. Sasa hebu utafuta nani kavaa? Hamna. Kwa sababu nyumbani wanazo, wanaenda kununua nini? Tayari washakuwa nazo. Sasa wanaenda kununua nini? Yaani ukitoka hapa mpaka Kariakoo ukimwona mtu kavaa zile zilizozinduliwa. Hapa kuna Mokola anakuja 10,000. 10,000 ndogo bwana, hiyo kazi kubwa hiyo. Kwa hiyo maana ukinunua blue Chagamba, maana umenunua blue mbili.
Umevaa blue? Blue mbili. Blue ya Betway, Betway, blue Akola. Lakini jezi ni ile ile. Yaani wewe unaenda kubadilisha. Blue collar. Yaani utamwambia mke wako leo nije blue collar. Leo blue Betway. Leo blue Betway. Sema umefurahi kusikia wamerudia zile. Wewe binafsi. Wamenifurahisha sana na usiku sijalala. Wewe sio ulikuwa farini. Usiku sijalala. Kwa sababu hao walipotoka Yanga nilijua hizi kelele labda wanakuja kivingine. Ndio. Na hasa ukizingatia hata msemaji wao alisema kwamba chuma inayokuja hii. Sasa kila siku Chagamba hili swala kila siku unaongea. Hauwezi ukamuita mtu msemaji kakaa miaka 5 kwenye klabu hajawahi kunyanyua kwapa la ligi kuu. Huyu mwimba taarabu. Kuna wasemaji na waimba taarabu. Sana cheza. Sasa yule ndo kazi yake ile. Ile ndo kazi yake. Kuwaambia wana Simba uongo kuwa ukweli, ukweli kuwa uongo. Wewe unafikiri jitu kama Masatu nalo linadanganywa linakubali linaingia kwenye 18. Unafikiri shughuli ndogo? Usimwite shemeji yangu jitu nitakupiga sasa hivi. Mimi sinakwambia angalia huu mwili wa Masatu, lakini anadanganywa na anaingia kwenye 18. Na leo hii ninapomjua mwanangu leo hii, huyo anunui mpaka apate bure. Ile shemeji achukua bure. Wallahi nakwambia ile hawezi kwenda kununua ile. Maana huyu anayo blue. Nyekundu anayo, nyeupe anayo. Haya anaenda kununua ile anataka kuongeza nini? Kwa hiyo ataenda kumwambia shemeji nige blue collar, kila kitu vile vile. Kasoro collar Betway. Ndio walichobadilisha wao. Collar Betway lakini ni ile ile. Shuka la Kimasai. Hapa nazungumza na mtu ambaye saa 6 anataka kwenye ndege. Ya Tanzania. Siwezi kupanda ile ndege ambayo ukifika Zanzibar tumbo linauma. Mimi napanda ya Tanzania. Kuna ndege ukipanda tumbo linauma. Watu hapa walisafiri kwenda Unguja walipofika wakaanza kuumwa kualisha. Na ndege? Kuna ndege zingine ukipanda utumbo unacheza. Hebu ongea na wana Simba ambao wanatakiwa kanunue jezi mpya. Mimi nawaambia hata kama kibaya chao. Hata kama kibaya chao. Hili kwenye swala la jezi lazima tuambiane. Hata kama kibaya chako inabidi ukanunue tu. Ni chako. Mzabuni kesho atengeneze nyingine. Ukikosa kwenda kununua manake tayari ushamwangusha mzabuni. Ni kweli. Na pili labda nimwambie ndugu yangu Masatu. Kwa nini unamngelea shemeji yangu? Hata kama mkeo anakojoa, uwezi ukatoka nje ukasema mke wangu anakojoa, inabidi ufiche siri ya mkeo. Nadhani hapa kanipata. Hapa kashakupata tayari. Ongea na wana Yanga ambao hawajui kama wewe Zanzibar unashuka na dege. Kwanza mimi hapa hii clip wataisikia mtu mmoja anaitwa Musa kutoka Pemba. Musa kutoka Pemba, ujumbe wako huu hapa. Ujumbe namwambia kama kawaida aendelee kunisubiri airport na gari, mimi nakuja. Unasubiriwa na gari? Wewe? Aendelee kunisubiri airport. Unasubiriwa na gari airport? Sema ukweli. Nakwambia tena. Mimi usiweze kunifananisha na Masatu. Hata kujifananisha na shemeji yangu bwana, wewe nini? Vitu viwili tofauti. Shehe wangu, mimi nitapiga picha gari na unisubiri, nitamtumia Masatu. Sasa ukilikuta pale ukapiga tu. Nitakuwa ndani ya gari, shehe wangu. Hiyo si edit. Gari inanisubiri na nitakuwa ndani ya gari. Hakuna edit ya video. Unaunganisha na AI. Hakuna edit ya video. Wakati ukifika wa Mwenyezi Mungu, hakuna Mswahili anaweza kuzuia. Hata wewe mwenyewe pia huwezi kujizuia. Huwezi kujizuia. Wakati wangu mimi ushafika. Huu ujumbe unampa shemeji au unampa nani kwa sijaelewa? Watu wengi. Uliona bali nilipofika hapa? Mtu akatoka usingizini ataka kuweka hela na sura hapa ndege. Angeweka hela. Tungekoshabeba. Si tayari saizi hela kula jioni angekuana. Angekuana yule. Na hajatafuta. Sasa mimi namwambia asiofaa kafaa. Acha wewe, emrudia tena. Namwambia tena alosema na sura hawezi kupanda ndege si unaweka 50. Mwambie asiofaa kafaa. Njoo bwana usikilize ujumbe wako, njoo tu. Anakimbilia wapi yule? Yule vipi? Wale ndo ambao wanakuombea mabaya wale. Na siku zote ukimwona mtu anakuzungumzia mabaya anakukubali ila anashindwa kukuambia. Katika maisha yako shukuru sana ukimwona mtu anakuzungumzia mabaya Chagamba. Tumalizane na bosi bwana, sisi zetu ya airport. Namwambia bosi kama kawaida. Kama kawaida yake. Bidadi bosi Mbeya kutoka Mbeya Chunya kwenye migodi. Ambaye tajiri hana mawazo na wala afikirii hela. Tajiri azungumzi. Kaniambia nikifika Zanzibar nimpigie simu kwa nishafika. Na najua mimi nikishapiga najua kitu gani anachokifanya. Bidadi we. Bidadi we. Bidadi we. Hatari. Hatari, tulia.
Sio mchezo. Si mchezo. Bwana mimi ndo nitakayemsindikiza kwenda terminal 2 pale. Miraji anatakiwa pande pale terminal 2 au 3 kwanza. Anatakiwa terminal 2. Kilimanjaro ibabu. Nini wewe? Hii Kilimanjaro terminal 2. Soma humo. Yaani Zanzibar ni kama nchi nyingine. Soma humo terminal 2. Soma humo. Kule ndio nimekwambia kuna ndege za kuuma tumbo. Chagamba wewe. Kipuli na Solo Abdalla. Umesikia? Mchezo. Umesikia? Airline flight booking. Na wewe omba upewe. Kama nimepewa bure na wewe omba upewe. Tani au ya kwenda tu. Hii gondi litani kaka. Labda nimwambie Jumapili saa 10 njoo nipokee. Begi unaotakiwa kubeba linatakiwa lisizidi. Sikiliza sasa. Linatakiwa lisizidi kilo 23. Nimebeba nguo 2 tu. Bwana na Solo mimi nikutakia kila la heri. Asante sana. Haya, shukrani sana. Asante.